Uwekule safi. Uwekule yetu safi. Mheshimiwa mwakilishi wa mgeni rasmi mkuu wa mkoa pamoja na viongozi ulioongozana nao, Mheshimiwa diwani wa kata ya Makoga pamoja na viongozi ulioongozana nao, afisa mtendaji wa kata ya Makoga pamoja na viongozi ulioongozana nao, wadhamini wa tukio hili, benki ya CRDB, watumishi wa kiroho pamoja na waimbaji mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia wenye viti wa vijiji jirani, chifu wa Wabena, wageni mbalimbali mlioalikwa, bila kuwasahau viongozi wa chama kata ya Makoga, mwenyekiti wa chama Makoga, katibu wa chama Makoga, bila kuwasahau viongozi mbalimbali wote mliopo hapa, wageni waalikwa kutoka sehemu mbalimbali, vijiji jirani. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu sana aliyetujalia afya njema tuweze kuiona siku hii ya leo. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu jambo hili tulipanga kibinadamu, lakini Mungu amefanya tuione siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kukushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako uweze kushiriki nasi kwenye tukio hili. Mungu akubariki sana. Lakini ni washukuru wote viongozi mbalimbali na wote mliopo hapa kwa kutenga muda wenu ili muweze kuja kushiriki kwenye tukio letu hili la Uwekule yetu, na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe niseme machache kutokana na tukio hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, umepita pale shuleni, umeona shughuli iliyofanyika. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji hiki cha Uwekule pamoja na serikali yangu ya kijiji hiki cha Uwekule, kipekee tunapenda kuwashukuru hawa vijana wetu wanaoishi nje ya kijiji hiki, kwa sababu jambo lile wamelifanya, lakini wao katika maisha yao ukiangalia wanaishi huko wanakoishi, watoto wao wanawasomesha huko, kila kitu wanafanya huko, na wana majukumu mbalimbali ya kiserikali pia ya kijamii, lakini wakakumbuka kwamba huku kwao walikotoka ni lazima wafanye kitu cha kusaidia kijiji hiki cha Uwekule. Nadhani yale madarasa mgeni rasmi umeyaona. Kwa kweli sisi kama serikali tunawashukuru sana hawa vijana wetu, na ninaona kwangu kama ni neema ya pekee kuwa na vijana wenye moyo kama huu. Kwa kweli vijana wetu wa Uwekule ninawashukuru sana, na Mungu awabariki sana, na niombe tuendelee kushirikiana katika kukijenga kijiji chetu hiki cha Uwekule. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikukaribisha sana katika tukio hili. Karibu sana, na wote mliopo hapa, viongozi mbalimbali, hata wale ambao sijawataja, niwakaribishe sana katika tukio letu hili la Uwekule yetu. Karibuni sana sana, mjisikie mko nyumbani. Asanteni sana.
kijiji wote mje hapa mbele. Serikali ya kijiji niombe mpite hapa mbele haraka sana tuokoe muda. Iliyopo mbele yenu ni serikali ya kijiji hiki cha Uwekule. Basi nitaomba mtajitaja kila mmoja jina lake. Kusanyiko. Amina. Mimi ndiye mwenyekiti wa kitongoji hiki cha hapa mjini Isimikinyi. Ndio mwenyekiti wa kitongoji. Asante. Kwa jina naitwa Batweli Saloni Mwinuka. Wananchi wananipenda hakika. Uwekule safi. Kwa majina naitwa Sadala Yuad Mwarongo, mwenyekiti wa kitongoji cha Mguti. Asante. Uwekule safi. Kwa jina naitwa Gifred Mwarongo, mwenyekiti wa kijiji cha mwenyekiti wa kitongoji cha Ipombwe. Naitwa Justin Mwinuka, mjumbe wa serikali ya kijiji. Asifiwe mgeni, mjumbe wa serikali ya kijiji. Mwalimu Amos Msigwa, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Uwekule. Uwekule safi. Kwa jina naitwa Victoria Mloya, afisa kilimo na mifugo Uwekule. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Luciana Esa Msigwa, mjumbe wa serikali ya kijiji. Kwa jina anaitwa Regina Leonard Dembe, ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Kwa jina naitwa Dianeta Efeso Mgaya, ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Patrick Emmanuel Mhagama, mwenyekiti wa kitongoji Nyamajiwa. Karibuni sana Nyamajiwa. Kwa jina naitwa Lina Mgani, mjumbe wa serikali ya kijiji. Uwekule safi. Kwa majina anaitwa Imeda Agustino Nyamba, mjumbe wa serikali ya kijiji. Uwekule oye. Naitwa Godi Mwajombe, afisa kijiji cha Uwekule. Asante. Asante kwa utambulisho huu. Sisi kama wenyeji tumeona si vizuri msijue serikali ya kijiji. Kwa hiyo hii ndio serikali ya kijiji cha Uwekule. Na kwa nafasi hii niombe nirudishe ratiba kwa mhusika aendelee na utaratibu. Uwekule oye. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Heri ya Jumapili. Asante kwa kupata nafasi hii. Basi naongea ni afisa mtendaji wa kata Makoga. Kwa majina anaitwa Matayo Mtwele. Lakini nilipenda kuongozana na wataalamu wangu ya kata, wamepata uzuru kwa nafasi hii. Lakini pia nimeongozana na kwa nafasi hii naomba nimkaribishe afisa tarafa aweze kuendelea na taratibu zingine za utambulisho. Uwekule hoye! Jema Kamwene. Mbona mmepoa kidogo vipi? Ni wakati nafika niliona mmechangamka. Mmeshachoka? Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya ya Wanging'ombe, ndugu afisa tarafa ya Imalinyi,
mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji Uhekule, afisa mtendaji wa kata ya Makoga, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi kata ya Makoga, lakini na wajumbe wa serikali, lakini wananchi wote kwa ujumla. Ndugu zangu, kwanza nitangulie kusema ninawashukuru kwa kusanyiko hili, na ninafahamu hili limesababishwa na wanauhekule wazalendo. Kuitwa mzalendo ni sifa kubwa sana kama mwanadamu kiambiwa mzalendo. Wazalendo ni watu waliofanikiwa halafu bado wanakumbuka kwao. Mimi na hakika wanauhekule mnaoishi nje ya Uhekule ni miongoni mwa Watanzania wengi wanaoishi mbali na maeneo yao, lakini sio wote wanafanya hiki mnachokifanya. Kwa hiyo sisi tunaoshughulika na kusimamia maendeleo tunajisikia faraja sana kuongoza wananchi wa namna hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, zile kazi ambazo umeziona pale ni baadhi ya kazi ambazo wanauhekule wanaoishi nje wamefanya. Mimi nafahamu wamefanya na mengine, lakini kwako wewe wameonyesha lile pale. Na chimbuko la zile kazi ni serikali ya kijiji ilihitaji majengo mapya ya madarasa baada ya kuona shule yetu inachakaa. Na walipotengeneza kwenye mipango yao, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata nilipokea kwamba nitaipeleka serikalini, ngazi ya wilaya, lakini pia ngazi ya taifa. Lakini hawa ndugu zetu vijana wanaoishi nje ya kijiji hatuna mipaka nao, huwa tunawashirikisha kila kinachoendelea kijijini kwetu. Kwa hiyo waliposikia kwamba tuna kazi kubwa ya kubadilisha madarasa yawe mapya, waliguswa na wakasema na wao wako pamoja na sisi, na ndio maana wamefanya kazi hii. Sio kuanzia leo, nafikiri mwaka jana kulikuwa na uzinduzi wa kitabu hiki ambacho nakiona, hata kama hujakiona kwa undani, lakini walifanya kazi kubwa, wakapata pesa nyingi. Na wao wakatuunga mkono kwenye jitihada zetu ambazo tulikuwa tunakwenda nazo polepole kidogo. Sasa leo tuna habari njema kwamba madarasa yale umeyaona ni ya kisasa sana. Ya kisasa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeyaona, lakini ningetamani aanze kutumika hata kama ni kesho. Ninachokiona pale kinapungua, hakuna viti vya kukalia watoto. Kwa namna hiyo maana yake ni kwamba hata vijana wetu hawa waliofanya hii kazi kubwa wanajua. Lakini na mimi sijawaficha chochote, nikawaambia tena serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuleta fedha nyingi kwa ajili ya miradi yake, na pale sasa hivi tumepokea fedha nyingine milioni 10 kwa ajili ya kuendelea na shughuli zinazoendelea. Asante sana kwa makofi hayo, kwa sababu najua mnapiga makofi kwa sababu ni kweli kuna milioni 10 zimekuja. CCM hoye. Hicho si ndio chama kinachofanya hayo mambo jamani? Hakuna chama kingine. Kwa hiyo sasa milioni 10 kwa kazi ambazo zimebakia kwa pale hazitoshi. Hivyo vijana wetu wanaendelea kusema hawajachoka, ndio maana wapo hapa wanatukabidhi majengo, lakini bado wana mipango mikakati ya kuhakikisha madarasa yale hayaendi kukaa muda mrefu bila kutumika. Na hiyo ndio maana wameleta vitabu hapa. Kwa hiyo najua kwa mwongozo wao kadiri muda utakapofika wataomba kuwe na kutunisha ule mfuko kutoka milioni 10 za serikali twende tupate milioni zingine hata 40-50 kwa njia yoyote ile. Watu tumekuja hatujaja, si ndio? Tumekuja kwenye kazi. Jamhuri ya Muungano itaendelea. Watu watano ndio mnaitikia jamani, inaendelea kwa umoja wetu. Lazima iwe kazi iendelee kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo msiogope kununua kitabu, mtanunua kitabu, lakini kazi yake kubwa pale. Hapa nazungumza haya mbele ya mgeni rasmi kusudi ajue kwamba pamoja na serikali kuisaidia serikali ya kijiji Uhekule, bado wananchi wa Uhekule wanajiweza kwa namna ya kujisukuma ili wakutane na nguvu za serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nisemee changamoto ambazo zipo kwenye eneo letu. Ukiacha madawati tunayohitaji, lakini tunahitaji bwalo la chakula cha watoto pale. Sisi tuna kanuni ya kutaka watoto wasirudi nyumbani kula chakula kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa ili wale shuleni kwa chakula kinachopikwa shuleni lazima wapate mahala kibinadamu pa kukaa na kula. Hatuna bwalo la chakula. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu, tunahitaji fedha nyingine kwa ajili ya kazi hiyo. Na ninafahamu kwa taratibu za fedha milioni 10 iliyokuja imekuja kwa maelekezo ya namna ya kumalizia yale madarasa kama ingekuwa bado. Lakini kwa kuwa vijana wetu hawa, ndugu zetu hawa wanaoishi nje wameshafanya kazi ya kukamilisha na leo wanatukabidhi. Kupitia utangulizi wa maneno yangu, naomba nishawishi serikali ngazi ya halmashauri mahala ambako fedha zimetoka. Ikiwezekana milioni 10 zile tuzibadilishie matumizi. Tuzibadilishie matumizi manake zikafanye kazi inayoambatana na hiyo kazi. Kwa mfano, kuongeza viti pale au kujenga bwalo la chakula kwa ajili ya watoto wetu. Hiyo ndio
plani ambayo tuko nayo ili kusudi madarasa yale yasikae bure. Hakuna sababu ya kuwa na madarasa mazuri kama yale yakakaa miezi 6 hayatumiki. Kwa hiyo basi, pamoja na maombi yetu serikalini kwamba tunahitaji fedha zaidi, lakini kianzio leo kipo hapa. Tutapata fedha hapa. Inawezekana kwenye taarifa zangu za halmashauri tena nikapeleka. Changamoto iliyopo ni bwalo la chakula ambalo nimezoea kuandika, lakini madawati kwa ajili ya madarasa matatu yale pamoja na ofisi yetu ya mwalimu mkuu. Hiyo ni kwa eneo la elimu, lakini eneo lingine ni eneo la miundombinu ya umeme kwenye kijiji hiki. Naendelea kuongea hili kadiri ninavyozidi kuneemeka kupokea wageni mbalimbali. Hapa ukiangalia sura za watu hapa ni watu wa mjini wote. Tena kabisa, na wana uchumi mzuri. Wana uwezo kununua umeme hata kama ni unit 1000 kila mmoja nyumbani kwake. Lakini hawana umeme nyumbani. Miundombinu ya kusambaza umeme kwenye majumba yao haipo. Uongo ukweli jamani? Naongea na mgeni rasmi ambaye ndio sauti ya Samia kwenye wilaya ya Wanging'ombe. Uongo ukweli? Ndio. Habari hiyo imepelekwa ngazi ya halmashauri, lakini hapa leo nakatisha njia. Maana yake nazungumza na mtu ambaye anaweza kaongea na rais kule moja kwa moja. Tunahitaji nguzo hata kama ni semi 5 zije kule. Asante sana. Lakini tunahitaji miundombinu ya barabara Uhekule. Kama umepita barabara zetu kwa sasa zinahitaji matengenezo. Ikiwezekana mwezi huu mmoja upite, lakini unaofuata tuone kuna magreda yanapita kusebua barabara. Barabara zetu zimechoka. Lakini zaidi sana tumeletewa shule ya wasichana wa vipaji kitaifa iko Usalule ambapo ni jirani sana na Uhekule. Ile shule ukiangalia sana pale pahala ilipo mtoto anayeishi pale, kama kungekuwa na barabara ya kuja Uhekule, huku ndiko anakoweza kuja kununua peni. Ni mahala jirani sana. Kwa hiyo tunatamani tupate barabara nyingine kutoka hapa kuvuka pale shuleni na daraja litengenezwe. Haya kwenye maandishi nimeandika, lakini nazidi kusema kwenye mikutano hii kusudi lichukuliwe kama njia ya mkato kupitia mwakilishi wa rais. CCM oye. Jamani, uongo ukweli? Sawa, tunaelekea kwenye mambo ya pembejeo. Ni lazima tuandaane ndugu zangu. Ukipita mwezi wa 9 hatujamkumbusha mkuu wa wilaya aanze kuandaa mifumo huko. Lazima tuendelee kusema wana Uhekule ni miongoni mwa wakulima wakubwa wanaolima mazao ya chakula na ya biashara. Mbolea ambayo Mheshimiwa Rais ameweka ruzuku inatusaidia sana. Na kwa kuwa wewe ni mwakilishi wa rais kwa eneo letu la Wanging'ombe, tunakuomba uliweke kwenye kumbukumbu kwamba tunamtegemea na mwaka huu atatubeba kwa ruzuku. Wala hatuhitaji kuanguka kwenye eneo hilo, kwa sababu kinyume na hapo haya mazuri yote tunayoyaona hutayaona. Kwa hiyo tunakuomba na hili ulichukue. Lakini kabla ya kusoma risala, naomba kwanza tuitambue Uhekule yetu ni nini kwa dakika kama 2. Uhekule yetu imegawanyika katika makundi makuu 4. Kwanza kabisa tuna wawakilishi wa vitengo mbalimbali. Ukisikia jina lako tafadhali uje hapa mbele, watu wakufahamu, upunge mikono. Tuna wawakilishi wa vitengo mbalimbali. Kitengo cha kwanza ni kitengo cha elimu, ambapo kitengo hiki kinawakilishwa na Dr. Flowin Mgani. Ametoa udhuru, hayupo, ila wanasaidiana na mwalimu Abishai Mgaya. Popote ulipo tafadhali njoo mbele hapa. Kitengo cha pili kinawakilishwa na Dr. Raymond Mgeni. Huyu ni dokta wetu mzaliwa wa hapa, yuko pale Rufaa Mbeya. Huyu anatuwakilisha katika kitengo cha afya. Pia tuna kitengo cha biashara na uchumi. Kitengo hiki kinawakilishwa na Mr. Stefano Mgani na Nelson Wihans. Tafadhali Nelson Wihans songa hapa mbele. Abishai Mgaya sikuoni. Abishai Mgaya upo hapa. Pia tuna kitengo kingine cha sheria, kwa sababu ya muda naenda haraka haraka. Kitengo cha sheria tunawakilishwa na mawakili wawili wazaliwa wa Uhekule. Wakili wa kwanza anaitwa wakili Henry Mwinuka. Huyu ana udhuru. Wakili wa pili anaitwa Alex Mgani. Nadhani huyo yupo, haje hapa mbele. Pia tuna kitengo cha maendeleo ya jamii ambao anaongoza kitengo hicho ni mzawa kutoka Uhekule, anafanyia halmashauri ya mji Njombe, anaitwa Ene Alongo. Kwa leo ametoa udhuru, hayupo. Pia tuna kitengo cha miundombinu ambaye ameweza kusimamia ukarabati wa jengo letu pale. Tunawakilishwa na Engineer Meki Uminuka. Tafadhali songa mbele. Pia katika kuiunda Uhekule yetu tuna kamati kuu. Kamati kuu, tunasema kamati kuu ni viongozi wa vikundi mbalimbali. Kwa umoja wao naomba kutoka Dar es Salaam tafadhali. Mwenyekiti, katibu, naomba msogee hapa mbele, mwapigie mikono hapa. Mwenyekiti, katibu kutoka Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam. Pia tuna jiji la Mbeya, Tunduma, Mloo na nini, wote mje hapa viongozi. Tupunge mikono, wananchi wafahamu.
Pia tuna viongozi kutoka Ruvuma, Songea na Mbinga. Mje hapa mbele, mje hapa mbele. Songea, Mbinga, tunaomba mje hapa, wananchi wawafahamu. Pia tuna viongozi kutoka Makambako. Makambako, tafadhali viongozi kutoka Makambako nimewaona, mje hapa mbele, wananchi wawafahamu. Pia tuna viongozi kutoka Njombe, makao makuu ya umoja wetu, ambako vikao vingi huwa vinafanyika pale. Tafadhali naomba msonge mbele. Pia tuna viongozi kutoka mkoa wa Morogoro, Ifakara, Morogoro na maeneo mengine ya jirani. Naomba wasonge mbele. Pia kanda ya kusini tuna Tunduru, Masasi na Chingwea, Mtwara. Viongozi waliofika hapa naomba waje mbele kwa sababu ya muda siwataji kwa majina. Naomba msogee, mpunge mikono hapa. Uwekule imeenea Tanzania nzima. Pia tuna kanda ya kati na kanda ya ziwa. Waliopo waje hapa mbele. Waliopo viongozi waliokuja waje hapa mbele. Siwezi nawafahamu kwa majina yote matatu kwa sababu ya muda siwezi kutaja. Pia tuna kamati ya ujenzi ambao hawa wamesimamia shughuli yetu kuu ya umaliziaji wa madarasa tuliyokabidhi leo serikalini. Tuna mwenyekiti wa kamati, tafadhali popote uliposonga mbele. Tuna makamu mwenyekiti, tafadhali naomba usonge mbele. Tuna katibu mkuu ameshakuja hapa. Tuna katibu msaidizi, naomba songe hapa. Tuna mhasibu na mhasibu msaidizi, hao huwa wanasaidia katika kusongesha gurudumu linalohusu ujenzi hapa kijijini. Na pia tuna viongozi wa Uwekule yetu, tunaosikia Uwekule yetu hapo, tuna viongozi ambao sasa ni meza kuu. Hao naomba nianze kutambulisha kama ifuatavyo. Wa kwanza ni mlezi, aanze kukaa kule, aanze kukaa upande ule, mlezi wetu na mshauri wetu mkuu akae pale. Pia tuna mhasibu msaidizi, naona amenenepa sana, asogee huku. Yuko wapi mhasibu msaidizi? Namuona kule. Pia tuna mhasibu mkuu, ameshasogea hapa kwa sababu Dar es Salaam na kitengo pia. Pia tuna katibu msaidizi, naomba msonge pale. Tuna katibu mkuu ambaye ameshika mic hapa mbele. Tuna makamu mwenyekiti Mheshimiwa Bryson Marende, naomba msogea hapa mbele, na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Uwekule yetu Tanzania, naomba msogee pale mbele muweze kuonekana. Mara baada ya kuwatambulisha hawa viongozi wanaounda timu ya Uwekule yetu. Jamani, tunaposema Uwekule yetu, wananchi wa Uwekule, mkitoa mapendekezo, mkitoa ombi lolote kuhusiana na maendeleo ya kijiji cha Uwekule, huwa tunasema tunaomba msubiri tukafanyie kazi. Sio huwa unaenda kufanyia kazi, huwa unaenda kuambia hawa jamaa katika vitengo, viongozi na nini, huwa wanaenda kuambia wananchi ili waweze kuuliza maswali na kuuliza kinachoendelea, ndipo wanaingia katika mpango kazi wa utekelezaji. Lakini hapo tusiwasahau pia wana Uwekule wote mnaoishi nje ya Uwekule. Tafadhali njoo mpunge mikono hapo. Nyinyi hapa msogee huko, mwafahamu. Michango yenu tunaithamini na tunathamini muda wenu mliotumia kuja eneo hili. Viongozi wana Uwekule wote tunaoishi miji mbalimbali, Dar es Salaam, Mbeya, Tunduma, Songea, Mbinga, naomba tuje hapa mbele haraka tafadhali. Tunawatambua uwepo wenu. Tunaambiwa msimame tu sasa, watazuiliwa kwa sababu ya muda, naomba mbakie huko. Pia mwishoni tunatambua watu wanaoishi nje ya vijiji vya Uwekule lakini wamekuja kututembelea kuona kinachoendelea. Tunatambua uwepo wao. Nilimwona ndugu yetu Makwesa hapa alikuwepo, sijui uko wapi. Tunatambua uwepo wenu na wote mliokuja. Na mwishoni hapa, kabla ya kuanza kusoma risala, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa Uwekule yetu aweze kutoa neno fupi. Baada ya hapo tutawaruhusu hii kamati kuu ya Uwekule yetu iweze kuendelea kule. Nyeva kamwene mwidalika yapule no mutrimile kwani ngala ino mbona Mungu kube mwilo la juni. Viongozi wako naomba tukakae. Mungu awabariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa mkoa, baba yetu Zakaria Masasu, waheshimiwa viongozi mlioongozana na mgeni rasmi wote kwa umoja wenu, viongozi wa dini, waandishi wa habari, watumishi wa Mungu, waimbaji mbalimbali nimewaona pale, pia wadhamini wa tamasha letu, benki ya CRDB, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Jackson Mgeni,
ndiye mwenyekiti wa Uhekule yetu Tanzania na ndiye mwasisi wa umoja huu. Pia ni mwenyekiti wa Uhekule B Dar es Salaam. Wale wa Dar es Salaam hoye. Yeah. Ndugu mgeni rasmi, ninayo furaha ya kukaribisha katika kijiji chetu cha Uhekule. Wana Uhekule wamefurahi sana kwa ajili ya ushiriki wako. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wageni wote, viongozi wa dini, siasa, sekta binafsi mlioshiriki nasi, kuwapongeza wana Uhekule wote kwa kufanikisha shughuli hii ya leo, na Mwenyezi Mungu abariki sana. Ndugu mgeni rasmi, jukumu langu ni kutoa shukrani kwa wana Uhekule na serikali ya kijiji kwa namna ambavyo wamekuwa wakituunga mkono katika masuala ya usio maendeleo ya kijiji chetu. Aidha, ifahamike kuwa umoja huu hauna mlengo wowote wa kisiasa isipokuwa kuhamasisha umoja, mshikamano na kusaidiana kupatikana kwa maendeleo ya kijiji chetu. Kwa kuwa jukumu langu ni kutoa shukrani na pongezi kwa kufanikisha jambo hili, ninaomba nieleze kwa ufupi kuhusu mambo yafuatayo. Moja, kwa niaba ya umoja wetu wa Uhekule yetu, ninawashukuru wana Uhekule wote kwa uzalendo wa kuchangia maendeleo ya kijiji chetu, na hii inajidhihirisha katika ziara tulizozifanya katika mikoa na miji mbalimbali, ambapo tulipokelewa vizuri na wana Uhekule na kujadiliana masuala kadhaa yanayohusu maendeleo yetu. Ndugu mgeni rasmi, mimi mwenyekiti pamoja na meza kuu na kamati ya ujenzi kiongozwa na mzee Mahuvi pamoja na mzee Wihanzi tumezunguka. Tulianzia Dar es Salaam, tukaja Mafinga, tukaenda Mbeya, tukaja Makambako, tukaenda Songea. Wenzangu wakawa wamechoka migongo kwa sababu tulikuwa tunasafiri kwa Alfadi, wakaniachia mimi mwenyekiti niendelee. Nikaenda Tunduru, nikaenda Mangaka, nikamalizia Masasi. Kote huko nilikuwa naenda kuwatafuta wana Uhekule, na namshukuru Mungu mwitikio umekuwa mzuri, na maeneo hayo yote kuna wana Uhekule wengi. Bado hatujafika Dodoma, kuna wana Uhekule, kuna Arusha, Tanga ambao walihamia kabisa Tanga kule, walienda vijana, ila walivyooa kule wakapotelea huko huko. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kuambia pamoja na kwamba mmeoa Tanga, lakini kwenu ni Uhekule. Kwa hiyo wako tayari kuchangia maendeleo ya kijiji. Pili, tunapenda kuishukuru serikali ya kijiji kwa namna ambavyo imekuwa karibu na umoja huu, na katika hali hiyo sisi kama umoja wa Uhekule Tanzania tupo tayari kuunga juhudi za serikali ya kijiji katika kuleta maendeleo katika utekelezaji wa miradi ya elimu na afya. Sisi tumejikita katika maeneo mawili ambayo ndio tutaanza nayo, ambayo shuleni kwenye elimu tayari tumeanza, lakini pia tukakubaliana tutaangazia na eneo la afya. Ndio maeneo ambayo kwa hatua za awali tutaelekeza nguvu zetu huko. Tatu, tunapenda kuiomba serikali tusaidie kuhakikisha tunapata umeme. Alishaongea diwani. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunazunguka kwenye ziara, moja kati ya agenda iliyokuwa inatusumbua ni swala la umeme kwenye baadhi ya vitongoji. Kuna wana Uhekule walikuwa na uwezo na wanaongea kabisa kwenye hili, mimi nilikuwa tayari kutoa hata milioni 5, lakini siwezi kutoa milioni 5 kwa ajili ya shule wakati mama yangu baba yangu hawana umeme. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie tupate umeme ili wale watu watoe fedha, kwa sababu wana Uhekule ni matajiri. Lakini changamoto zilizopo huku kijijini ndizo zinazosababisha wasirudishe fedha huku nyumbani. Kwa hiyo mkitusaidia eneo la umeme, wana Uhekule wako tayari kuchangia maendeleo ya kijiji. Kwa hiyo niombe kabisa kwa unyenyekevu, baba yangu mkuu wa wilaya, tusaidie eneo hilo ili hata mimi mwenyekiti wa Uhekule yetu niweze kunenepa. Maana ninavyoenda kule nazomewa. Na wananiambia, "Wewe mgeni, mbona unawafikia wale watu, kwa nini unashindwa kuwaambia wazazi hawana umeme?" Naambia mimi uwezo wangu ni kwa mwenyekiti wa kijiji tu. Huko kwingine siwezi. Kwa hiyo na imani utakuwa umenipokea na utatusaidia hivi vitongoji vilivyobaki wapate umeme. Na kuna barabara hapa kuelekea shule ya wasichana. Na hiyo barabara kwetu kama Uhekule tuliona kama ni fursa. Mtu kwenda shuleni kuzunguka Yang'anda ni mbali kuliko hii hapa katikati. Kwa hiyo mkitusaidia na hiyo, sisi tunatazama ile shule ni fursa kwa Uhekule. Ni fursa kwa sababu ile shule ni kubwa, ina watumishi wengi na huduma za msingi zinapatikana Uhekule. Pamoja na kwamba ile shule ipo kijiji kingine, lakini hapa Uhekule ndio penye huduma nyingi. Na tuliongea na CRDB wafungue wasajili mawakala Uhekule, kwa sababu Uhekule pia kuna mzunguko wa fedha. Kule fedha wao wanakuja kutoa Uhekule. Na kwa historia tu ya vijiji, ndugu mgeni rasmi, Uhekule
ni kijiji cha kihistoria miaka yote tangu mimi nazaliwa. Uhekule ina ramani, hakuna nyumba ambayo Uhekule gari halifiki. Watu wa Uhekule wanavyosafiri kwenda Njombe hawaji huku barabarani. Mwenye gari anakufuata nyumbani. Kwa mkoa wa Njombe na Tanzania ni Uhekule peke yake yenye ramani hiyo. Nasema hivyo kwa sababu nimezunguka mimi kwenye kazi yangu ya sanaa, nimebakiwa na mikoa michache sana kwa Tanzania kuimaliza. Kote ninakotembea, Uhekule ni namba 1. Uhekule hoye. Kwa hiyo kachangamoto ni kadogo tu, umeme na hiyo barabara. Mkitusaidia hapa Uhekule kama Ulaya. Uhekule hoye. Kwa hiyo kwa sisi tunaoishi Ilala, Mtoni Kijichi, maeneo yaliyotengenezwa vizuri, tunapokuja Uhekule tunaona kama bado tuko yale maeneo, tunakosa tu umeme. Kule kuna mataa barabarani, huku napishana tu na vipembe. Napishana na vipembe, kwa hiyo unapata mwanga. Lakini na imani tukishapata umeme wakafunga mataa ya nje kwenye majumba yao, basi Uhekule itakuwa na nuru. Na niwaombe wanakijiji tufunge taa za nje. Sawa jamani? Ili mtu mkuu wa wilaya akiwa Wanging'ombe akitazama huko aone kuna nuru. Sio mtaa mzima. Umeme umekuja kwa wachache tuliopata, basi tuwamulikie na ambao hawajapata, si ndio? Ukiona mtu ana umeme halafu hajaweka taa ya nje, uje muhimi. Tuwamulikie wakati mkuu wa wilaya anaenda kutusaidia hilo, basi sisi wengine tuweke taa za nje ili wale ambao tunasubiri umeme tuendelee kupata nuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi naongeaga sana lakini kwa kweli muda hautoshi. Nakushukuru sana. Karibu sana Uhekule. Mungu awabariki. Nafasi inayofuata ni nafasi ya kusoma risala kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba nisome kwa haraka kwa sababu ya muda tulionao. Ndugu mgeni rasmi, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Njombe, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe, ndugu Zakaria Mwanzaso, waheshimiwa viongozi wa serikali wote mliopo hapa, waheshimiwa viongozi wa siasa mliopo hapa, viongozi wa dini mliopo hapa, waandishi wa habari wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote ninayo furaha kubwa kukaribisha katika kijiji cha Uhekule. Wana Uhekule wamefurahi sana kuja kuungana nao katika siku ya leo. Tunapenda kushukuru wageni wote na wenyeji kwa kuitikia wito na kufika kushirikiana nasi katika tamasha hili la kihistoria. Baada ya kusema hayo, ningependa kutoa historia fupi ya umoja huu, tulipotoka, tulipo na tunapotaka kufika. Ndugu mgeni rasmi, umoja huu ulianza tarehe 28 mwezi wa pili 2014 kama kundi sogozi la WhatsApp lijulikanalo kwa jina la Uendelipwela, likijumuisha watu wenye asili ya Uhekule waishio nje ya kijiji. Kundi hili lilikuwa na jumla ya wanachama 285 na lengo likiwa kuwaunganisha wana Uhekule ili kusaidia maendeleo ya kijiji pale inapobidi. Muasisi wa kundi hili alikuwa ni ndugu Jackson Richard Mgeni. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2021 tulibadili jina la kundi kutoka Uendelipwela na sasa linajulikana kwa jina la Uhekule Yetu Tanzania, kwa kuwa tuliamini tunaweza kufanya vitu vikubwa zaidi kwa kushirikiana na wanakijiji wote na wana Uhekule waishio nje ya Uhekule katika kuimarisha umoja, mshikamano na kuchangia maendeleo ya kijiji chetu. Ndugu mgeni rasmi, umoja huu una maono makubwa na tunaamini kuwa tutayatimiza maono haya kwa ushirikiano wa sisi sote. Katika kutekeleza maono hayo, umoja huu mpaka kufikia mwaka 2025 tumepata mafanikio yafuatayo. Moja, kuongeza wanachama wengine wapya waliokuwa nje ya kundi sogozi la WhatsApp kutoka 285 na kufikia wanachama 560. Idadi hii inajumuisha wana Uhekule wanaoishi nje ya kijiji na wote ni wanachama hai. 2, kuchangia mahitaji kwa makundi maalum yanayopatikana kijijini hapa tunapohitajika kufanya hivyo. 3, kununua vifaa vya michezo na kuwezesha timu ya kijiji kuwakilisha vizuri kijiji na kata ya Makoga kwenye mashindano yaliyoanzishwa na mbunge wetu yajulikanayo kwa jina la Dugange Cup mwaka 2024. 4, kununua vifaa vya kisasa vya udurufishaji, yani vya kutolea kopi na kuandika nyaraka mbalimbali kwa ajili ya shule ya msingi Uhekule na kijiji. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio mengine ni pamoja na viongozi wa umoja huu kufanya ziara katika mikoa na miji mbalimbali wanakoishi wana Uhekule
ili kujadili fursa za kimaendeleo na kuendelea kuimarisha umoja na mshikamano zaidi. 6. Kuandika kitabu kinachoelezea historia ya kijiji cha Uwekule tangu kilipoanzishwa, ambapo zoezi hili lilianza tarehe 28 mwezi wa 4 2022 na kukamilika tarehe 16 mwezi wa 5 2024, ambapo kitabu hiki kilizinduliwa na kinaendelea kuuzwa na fedha hizo kuelekezwa katika kukamilisha miradi mbalimbali ya kijiji hiki. Na mwisho, kwa kushirikiana na serikali tumekamilisha ukarabati wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja ya walimu kwa ajili ya shule ya msingi Uwekule, ambapo Uwekule yetu Tanzania imechangia kiasi cha shilingi milioni 22,325,000 ili kumalizia ukarabati wa vyumba hivyo. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, pia tunatambua mchango uliotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miezi ya hivi karibuni, kabla ya leo, kijiji cha Uwekule kiliweza kupokea fedha kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya zoezi la kumalizia ukarabati wa madarasa pale shule ya msingi. 2. Serikali ya kijiji cha Uwekule iliweza kupokea fedha kutoka serikalini kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa nyumba ya afisa mtendaji wa kijiji. 3. Serikali ya kijiji cha Uwekule iliweza kupokea fedha kiasi cha shilingi milioni 55 ambazo zimeelekezwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu pale kwenye zahanati ya kijiji. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya na kuishukuru serikali kwa kuweza kuunga juhudi za maendeleo katika kijiji chetu, umoja huu kwa kushirikiana na serikali ya kijiji cha Uwekule tumebaini changamoto kadhaa zinazokabili kijiji chetu. 1. Ukosefu wa barabara na daraja linalounganisha Uwekule na vijiji jirani kama vile Uwekule Usalule kupitia shule ya wasichana Usalule. 2. Kutokamilika ujenzi wa nyumba ya mtendaji wa kijiji cha Uwekule. 3. Ukosefu wa jiko na bwalo la chakula kwa ajili ya shule ya msingi Uwekule. Na 4. Ukosefu wa umeme kwenye baadhi ya mitaa na vitongoji vya Uwekule. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto hizo zinazokabili kijiji chetu, sisi kama wana Uwekule kwa kushirikiana na serikali kijiji chetu tumeanza kuchukua hatua mbalimbali kama ifuatavyo. 1. Kuchangishana michango sisi wana kijiji na kuikumbusha serikali kwenye ujenzi wa nyumba ya mtendaji wa kijiji cha Uwekule, ambapo tumeshashukuru kiasi cha shilingi milioni 10 kimeweka kwenye akaunti ya serikali ya kijiji kwa ajili ya kukamilisha ili zoezi la ujenzi wa nyumba ya mtendaji. 2. Kuwashirikisha wataalamu kufanya tathmini za gharama za ujenzi wa jiko na bwalo la chakula kwa ajili ya shule ya msingi Uwekule, ambapo gharama zake ni shilingi milioni 72,191,500. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kutegemea kuuza vitabu, michango ya wana Uwekule popote walipo, nguvu kazi ya wananchi wa Uwekule, lakini imani yetu kubwa utatushika mkono kwa kiasi kikubwa ili kuweza kutatua changamoto hizi zinazokabili kijiji chetu kwa ujumla, kwani tuna imani nawe na tunajua unapenda maendeleo ya wana Uwekule. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru kwa utulivu na umakini wako katika kusikiliza risala yetu, na tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, ikiwa ni pamoja na kuzidi kutuunganisha wana Uwekule. Risala hii imeandaliwa na wana Uwekule wanaoishi nje ya kijiji na kusomwa kwenu na Adamson Hussein Mgani, katibu mkuu wa Uwekule yetu. Kabla ya mazoezi mengine kuendelea, tunatambua uwepo wa CRDB Bank kama wadhamini wetu wakuu katika tamasha hili. Hivyo wakati mgeni rasmi akiendelea kutafakari jambo lolote kuhusiana na risala hili, tutoe dakika zilizozidi 10 kwa mwakilishi aweze kutoa neno lolote kuhusiana na benki ya CRDB. Tunaheshimu na tunathamini uwepo wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba utuwie radhi katika hilo. Tunaomba tukuibie dakika 10 zilizozidi 10 ili mwakilishi wa benki ya CRDB ambao wanasema popote ulipo tupo, ametufuata hata Uwekule, muweze kusikiliza na yale watakayoyasema muweze kuyafanyia kazi. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Awali ya yote
wilaya ya Wanging'ombe na meza yote kuu, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sijasikia sauti za Uwekule. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulipo? Ulipo? Sasa sisi ni benki ya CRDB na leo tuko pamoja nanyi watu wa Uwekule. Kwa namna ya kipekee sana, kwanza nipende kuwashukuru sana viongozi wa Uwekule kwa kulifanya tukio la leo kuwa mahususi sana na kupendeza na benki ya CRDB. Sisi kama benki ya CRDB, kama tunavyosema, ulipo tupo, basi na siku ya leo tuko leo Uwekule kwa ajili ya kutangaza bidhaa zetu mbalimbali. Pamoja na haya yote, Uwekule tuna akaunti pamoja na sisi katika benki yetu ya CRDB, na ni akaunti ambayo inafanya vizuri, hivyo ikatupatia chachu sisi kama wana wa CRDB kuwa wadhamini wakuu katika tukio la leo. Tujipigie makofi. Uwekule safi! Uwekule oye! Uwekule safi! CRDB safi! Safi sana. Kwa hiyo kwa kuangalia wingi huu wa watu wa Uwekule ambao ni takribani wanachama 560, sisi tumeiona fursa kama benki ya CRDB. Kwanza awali ya yote tunapenda kusema ya kwamba wana Uwekule wote sisi kama benki ya CRDB tunaanza na nyie toka ukiwa mtoto mdogo mpaka unapokuwa mtu mzima. Ninavyosema hivi, nimeona tuna watoto wengi sana hapa katika kijiji chetu cha Uwekule, lakini ndani ya kikundi chetu cha Uwekule. Kwa namna hiyo basi tunasema tunazo JJ account. Hizi ni akaunti za watoto. Mzazi ukiwa na cheti cha kuzaliwa cha mtoto pamoja na kitambulisho chako, basi huyu mtoto anaweza kufunguliwa account. Kwa nini tunaanza na mtoto? Leo tunawaona waanzilishi wa Uwekule, umri unakwenda, na tunatamani watoto hawa waendelee kuwa ni waendelezi wa hiki kijiji cha Uwekule. Si ni kweli Kwa hivyo basi, ili kuwa waendelezaji wa kijiji hiki, na wao wana fungu lao katika benki ya CRDB kwa akaunti ya JJ. Lakini pamoja na hiyo, kwetu sisi CRDB, wewe kama ni mfanyabiashara, tumesikia hapa nyie ni mamilionea, nyie mna mapesa ya kutosha. Kwa hiyo katika benki ya CRDB tunayo akaunti ya hodari ambayo ni ya mfanyabiashara. Mfanyabiashara huyu akija katika benki ya CRDB, kinachohitajika ni leseni ya kwako wewe kama mfanyabiashara au kile kitambulisho cha mfanyabiashara kinachotolewa halmashauri. Unapata akaunti maridadi kabisa ya hodari, na akaunti hii itakuwezesha wewe kuwa mwanafamilia ya CRDB, lakini unaweza ukawa wakala wa benki ya CRDB. Tumesikia hapa kuna vijiji vya jirani ambao vinakuja kutoa pesa hapa, na tayari tutakuwa tuna mawakala watakaosambaa sehemu mbalimbali mahali hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya kifedha kutoka katika benki yetu ya CRDB. Lakini pamoja na hilo, kwa sababu nyie ni wana kikundi, tunayo bima ya vikundi. Na bima hii kuna kiwango cha chini sana. Kila mwanachama kati ya wanachama 560 kwa mwezi ni shilingi 1000 tu. Kwa hiyo kwa mwaka ni shilingi 1012. Kwa hiyo kwa gharama hii ya bima, mwanachama tunasema endapo mwanachama ataondoka, kama ni mwanachama halali, atapata faida ya milioni 1.5, milioni 1.5 kama mkono wa pole kwa familia. Lakini pia inaangalia watoto wa ile familia, kwamba kama watoto kuanzia mtoto mmoja mpaka watoto 4, fao la elimu atanufaika kwa wastani wa shilingi 600. Lakini pia kama ameondokewa na mwenza, hawa ni wanachama wa Uwekule watakao kubali kujiunga na ili fao la bima, watapata mpaka mkono wa pole wa shilingi milioni 1. Lakini ukiacha kama wewe sio mwanachama, lakini ni mteja wetu wa benki ya CRDB na unatumia akaunti zetu, tunasema kama benki ya CRDB tutakupatia mkono wa pole wa mpaka shilingi milioni 2. CRDB safi! CRDB poa! Jamani mpo? Tupo! CRDB kuna mambo ya moto
kweli kweli. Sasa kwa sababu ya muda jamani, leo tuna tenti letu liko pale na ufunguaji wa akaunti ni rahisi sana. Ukiwa na kitambulisho chako cha mpiga kura, ukiwa na namba yako ya NIDA, ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA, ukiwa na driving license au leseni ya uendeshaji, ukifika katika banda letu kwa siku ya leo, utaweza kufunguliwa akaunti yako. Uwe na shilingi 10,000 tu ambayo itaingizwa kwenye akaunti yako na utaanza kuitumia akaunti yako papo kwa papo. Lakini pia kama benki ya CRDB tunazo akaunti mbalimbali za uwezeshaji za kuwekeza. Tumesikia hapa wanachangisha kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kijiji. Kwa hiyo unaweza wakati mnachanga zile fedha tukaziweka katika uwekezaji, akaunti maalum ambazo hizi akaunti zina uwezo wa kuzalisha. Wakati mnaendelea kuchangia ile fedha inaendelea kuzaa. Nyie mmetulia, benki ya CRDB na wafanyia biashara. Kwa hiyo baada ya hapo zile fedha zinaweza zikatumika kwa maendeleo mengine, wakati kile kianzio kikiwa katika benki ya CRDB ikiendelea kuzalisha. Jamani, CRDB mambo ni safi kweli kweli. Je, wewe kama sio mteja wa CRDB unasubiri nini? Uwe kule safi, uwe kule poa. CRDB safi. Benki ya CRDB ipo kwa ajili ya kukutatulia wewe mambo yako yote ya kifedha. Lakini pia tumesikia kijiji cha Uwekule ni maarufu kwa ajili ya kilimo, lakini mnapata fedha zenu kwa njia ya kilimo. Kwa hiyo benki kama ya CRDB tunawawezesha wakulima pia. Kwa hiyo unaweza ukalitembelea tawi letu la Wanging'ombe, lakini watu wetu wa Wanging'ombe wanafika pia katika hii sehemu ya Uwekule kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali ya kifedha. Lakini kama wewe ni mkulima na unazalisha vizuri, karibu katika benki ya CRDB kwa ajili ya kuwezeshwa na kufanya kilimo cha kisasa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee.